Bwana Yesu asifiwe na kusalimu katika jina la Yesu. Leo napenda kuzungumza na mabinti ambao wanajaribu kutengeneza mahusiano ya karibu na watumishi wa Mungu, especially wachungaji wao. Mtumishi wa Mungu anapozuia kuwa na mahusiano naye ya karibu, sio kwamba hakupendi, anakupenda. Ila anachokifanya hapa anakusaidia. Anakusaidia kwa sababu ukishaanza kumzoea mtumishi wa Mungu, ile flow ambayo Mungu alitaka ipite kutokea kwake kupitia kwa mtumishi ije kwako, utaikosa. Zile baraka ambazo Mungu alizikusudia zije kwako kupitia huyo mtumishi utazikosa. So wengi huwa wanaona kama mchungaji hampendi, mchungaji anamtenga, mchungaji ni kama anambagua. No, hakubagui. Anachokifanya anakusaidia. Kwa sababu wengi kilichotokea, mchungaji akishamweka karibu, anaanza kutengeneza imaginations fulani. Hata kama mchungaji ameoa, hata kama mchungaji ana familia kubwa, mke na watoto, tayari binti anaanza kutengeneza imaginations kwamba mchungaji ananipenda nini? Mchungaji anavutiwa na mimi nini? So kama wamewekwa mabinti kadhaa hapo kanisani wapo karibu na mchungaji, na hata kama mchungaji ana intention ya kuwa nao kwenye mahusiano au kulala nao, lakini utakuta kunatokea competition kati yao kwa sababu wametengeneza tayari mahusiano ya karibu na mtumishi wa Mungu. Mchungaji yoyote ama mtumishi wa Mungu yoyote anapokuzuia usiwe karibu naye, anakupenda, anakujali, tena anakuwazia mema kabisa, kwa sababu utakosa baraka na utakosa kile kitu ambacho Mungu ametaka ukipate. So watu wengi ambao wanadhaniwa kuwa wapo karibu na watumishi wa Mungu ndio watu ambao huwa wanakosa zile baraka kwa namna kubwa, kwa sababu wao huwa wanaichukulia nafasi kama walistahili. So mabinti wengi wanajiona they deserved kuwa na hiyo nafasi walionao kwa watumishi wa Mungu, na ndio maana wanashindwa kupokea kile ambacho Mungu alitaka wapokee, kwa sababu tayari akili zao zimeshahama kwamba hapa atakuwa ananipenda, hapa kuna kitu atakuwa anakitaka kutoka kwangu, of which it is not true. So jitahidi kadri uwezavyo. Hata kama mchungaji anatengeneza vipi mazingira ya kuwa karibu na wewe, jitahidi kuweka mipaka. Ujue mipaka yako ni ipi kama mshirika, ujue mipaka yako ni ipi kama mtenda kazi. Usijiweke kwenye mazingira ambayo yataweka question mark kwenye akili yako. So jitahidi na Mungu akusaidie. Amen.